Ndugu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Elias Steven Lukumai, ni mwenyekiti wa TATOA, chama cha wamiliki wa malori Tanzania. Kwa kweli ni furaha yangu kukutana na nyinyi siku ya leo, lakini pia nimesema tuwaite ili tuweze kuzungumza baadhi ya changamoto ambazo zimekuwa zikihusisha sekta yetu ya usafirishaji. Sasa changamoto hizi zimeendelea kukua. Kwa hiyo tumeona ni vizuri tuzungumze na nyinyi waandishi wa habari, kwa sababu kama mnavyojua waandishi wa habari ni watu muhimu kusaidia kufikisha taarifa, lakini pia mmekuwa watu wa muhimu sana kwenye sekta yetu. Kwa hiyo tukasema tuzungumze na nyinyi ili na nyinyi msikie changamoto zetu, kwa sababu sekta hii ya usafirishaji ni moja ya sekta muhimu sana katika uchumi wa taifa letu. Sekta hii ya usafirishaji ndio sekta inayofanya bandari yetu leo kuonekana bandari bora katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati na SADC. Sasa tumefanya vizuri kwa muda mrefu, lakini kumeendelea kuwa na changamoto, na sisi tunavyoona changamoto, kwa sababu sisi ndio tuko kwenye ground. Kwa hiyo ni wajibu wetu kutoa taarifa ili serikali na wahusika wote waweze kuzifanyia kazi. Kumekuwa na changamoto nyingi ambazo tumekuwa tukifanya engagement na wenzetu wa upande wa serikalini, lakini pale ambapo tunaona wakati mwingine zile changamoto hazifanyiwi kazi au zinazidi kukua na matokeo yake zinawaathiri sana wasafirishaji. Mimi niseme sekta ya usafirishaji ni sekta ambayo watu wengi waliowekeza ni wazawa. Wananchi wa Kitanzania wazalendo kabisa wamechukua riski, wamekwenda kukopa kwenye mabenki yetu. Kwa hiyo mtu anakwenda kukopa, hataki kwenda kukopa ili apate hasara, au aende kukopa ili afilisike. Malengo ya kwenda kukopa, unataka kukopa ili uweze kupata faida na baadaye kuweza kuitumikia familia yako, lakini kuwatumikia wale pia unaowaajiri. Sasa hii ni sekta ambayo inakopa sana sasa hivi. Ukienda kwenye benki zote, a leading product kwenye benki zote za Kitanzania leo ni product inayoitwa VAF, alafu inafuatiwa na vitu vingine, nyumba na kilimo. Lakini sasa sekta hii imekuwa either niseme kwamba inathaminiwa kidogo, au wakati mwingine wenzetu walioko serikalini hawaithamini kabisa. Mfano rais tunaweza kukupa, kila siku unakuta either ni mwanasiasa, mkuu wa mkoa, nani, kila mtu anayeamka anafikiri ni jinsi gani ya kuwakandamiza wasafirishaji au ni jinsi gani ya kuwaonea wasafirishaji. Hatuwezi kuwa na sekta ambayo kila leo matamko yanatolewa hovyo hovyo, lakini tu sio hovyo hovyo, yanakuwa hayana tija au hayawahusishi wadau. Kwa mfano mzuri tu, mimi niwaambie nyinyi waandishi wa habari, mnafahamu Mungu ametupa baraka. Bandari yetu ya Dar es Salaam iko katika eneo letu la Temeke. Bandari hii iliyoko katika eneo la Temeke haiwezi kuhama wala hatuwezi kusogea. Lakini pia kuna nchi karibu 7, nchi 8 ambazo zinaitegemea bandari hii. Mfano nchi ya Burundi, nchi ya Rwanda, nchi ya Kongo, nchi ya Zambia, Malawi. Hawa wote wanategemea mizigo yao ipite hapa ili waweze kufikia kwao. Lakini pia sio mizigo tu ya kutoka nje, lakini na mazao yao, shaba yao yanatakiwa yapite hapa katika bandari yetu ya Dar es Salaam ili yaende kwenye soko huko duniani. Sasa kwa hiyo sisi sio ambao tulimuomba Mungu atuletee bandari Temeke. Mwenyezi Mungu ametupa baraka ya kuiweka bandari yetu katika wilaya ya Temeke. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vimekuwa ni kero kwetu. Kwa mfano, mimi kila siku nawaambia watu wa manispaa ya Temeke, na bahati nzuri Mheshimiwa DC Mapunda ni rafiki yangu na ni msikivu sana. Tumekuwa tukiongea kuhusu kwamba Temeke ndio wamepata baraka ya kuwa na bandari. Matokeo yake nini? Kuna fursa ambazo zinakwenda Temeke kama parking. Kwa sababu haya malori lazima, yani ili tuweze kuondoa mizigo hii, ndugu waandishi wa habari, lazima tuwe na malori. Yani ni malori ni jambo halikwepeki. Hata tukiwa na reli ya SGR za kutosha, lakini kuna SGR inaweza kufika kwenye kila kiwanda. Kwa hiyo lazima uwe na malori ya kuhakikisha mizigo inafika kwenye kila kiwanda. Kwa hiyo tunategemeana. Kama ambavyo wenzetu wa Temeke Mungu amewabariki na bandari. Bandari haiwezi kuhama Temeke. Sasa haya malori lazima tuyatafutie parking, kwa sababu jamani, lazima mjue pia hata hapa Tanzania leo consumption ya chakula haiwezi kuwa sasa na miaka 60 ya uhuru iliyopita. Wakati kabla ya uhuru watu walikuwa milioni ngapi? Milioni 8. Leo tunaongelea takriban watu milioni 65, tunaelekea milioni 70, si ndio? Kwa hiyo watu wameongezeka, ndivyo na hizo nchi zingine watu wameongezeka. Kwa hiyo mahitaji yameongezeka. Zamani bandari yetu ilikuwa inatoa labda gari 800 kwa mwezi. Leo tunatoa gari karibu 1600 kwa siku moja. Kwa hiyo miundombinu pia lazima iongezeke. Kusema hivi ni kwamba ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba bandari yetu inaongeza ufanisi. Kwenye kuongeza ufanisi na miundombinu pia lazima iongezeke. Sisi tunafahamu Mheshimiwa Rais amepambana, amewaleta DP World na wenzetu wa Adani kuja kuongoza bandari yetu. These are the two best port efficiency operator in the world.
Sasa ukishawaleta hawa, ina maana umeongeza mzigo. Mzigo unavyoongezeka ni jambo la sisi kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu gari moja, lori likitoka bandarini au linapokuja Tanzania linatoa ajira. Yaani lori moja linatoa ajira kwa dereva, linatoa ajira kwa mhasibu, linatoa ajira kwa msaidizi, linatoa ajira kwa marketing officer. Sasa hizi ni ajira kubwa. Lakini ukienda kule Kariakoo ukaona maduka ya spare yanavyoongezeka, maduka ya matairi yanavyoongezeka, ni kwa sababu watu. Lakini pia angalieni vituo vya mafuta. Vituo vya mafuta vinaongezeka kwa sababu hawa Watanzania wameongeza, wanatumia karibu takriban leo wanatumia karibu lita milioni 6 mpaka 7 kwa siku moja. Kwa sababu gari ili liweze kwenda Kongo lazima liwekwe mafuta. Linawekwa lita 2100 2200 kutoka hapa mpaka Kongo kwenda na kurudi. Lakini pia ajira zinazotoka. Ndio maana ukienda mji kama Tunduma, kwa sababu malori yanapaki pale, au ukienda Mikumi, sehemu yote malori yanapaki, kunakuwa ni mji na ni mji mkubwa. Kwa hiyo sekta hii ni sekta ambayo inachangia, ya pili kwenye kuchangia pato la taifa. Kwa hiyo unavyoona vitu kama hivi, alafu inakuwa inabezwa au lori linakamatwa barabarani, kunakuwa kuna confrontation. Leo asubuhi tumepokea taarifa nyingi za kusikitisha. Madereva wanagombana na watu waliotumwa kukamata, lakini pia vibao vya plate number vinatolewa kwenye malori. Hili jambo sio sawa, ni kikaa chini na kuzungumza. Lakini pia tukumbuke kila kitu kinakuja kama fursa. Hasa fursa sio ya kugombana nayo. Kwa hiyo mimi ni rai yangu nikiwaomba sana viongozi hawa wanaotoa matamko ya kukamata au kwenda kwenye lori kugombana na madereva. Wakati mwingine hao madereva wanakuwa na mapanga, wanaweza yakatokea majeraha. Kuna kipindi fulani watu wao walienda kukamata magari, kukatokea matatizo ya watu kutoleana mapanga na kunaweza kuhatarisha maisha. Sisi tunaona sio sawa na tunakemea kwa nguvu zote. Sisi tunasema kwa sababu kama ni hivi, bora mtukutanishe sisi wadau, mtuambie tuyapaki malori. Tuko tayari kuyapaki malori. Kauli ambayo mimi sijawahi kupenda kuitumia katika muda wangu wote wa uongozi, lakini kama inatufikisha hapo, tuko tayari kuyapaki malori mpaka tutakapokaa tuzungumze. Tuko tayari, lakini sio kwenda kuwasumbua wasafirishaji, sio sawa. Kwenda kuwanyang'anya madereva plate number barabarani kwa mambo ya parking, sio sawa. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuzungumza na kukubaliana. Hatujawahi kupinga, hatujawahi kutokuwa upande wa kukubaliana. Na muda mwingi vitu vyote ambavyo vimekuwa vikitokea, tumekuwa tukihakikisha kwamba tunazungumza na serikali. Hata haya masuala ya parking tumekuwa tunafanya engagement kubwa na ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini tunashangaa hatua ambazo zinachukuliwa ni kinyume kabisa. Leo nilikuwa nawaambia kukitokea tatizo Muhimbili, uende kukamata watu Muhimbili, si ndio jamani? Lazima kuna utaratibu za kufanya engagement na kuzungumza. Kwa hiyo sisi tunapinga kwa nguvu zote. Na kwa kweli kama hali hii itaendelea, sisi tumesema kama hali hii itaendelea, tuko tayari kuyapaki haya malori. Tuko tayari. Wakati wa COVID hapa, nyinyi mnakumbuka na nyinyi ni mashahidi, sekta zingine zote zilisimama, lakini wasafirishaji peke yake ndio walibakia kuhakikisha dawa zinakwenda. Lakini pia tuna wajibu wa kuhakikisha mazao yanatoka vijijini kuja mjini. Tuna wajibu pia kuhakikisha, kama nilivyosema, bandari sio tunatumia sisi peke yetu. Kuna watu wanatoka Burundi, kuna watu wanatoka Rwanda, wanahitaji bandari hii, wameagiza vitu vyao vipita kwenye bandari hii. Lakini pia ili bandari yetu iwe maana, tunahakikisha malori yetu yanarudi na kopa. Na hii kurudi na kopa ni kitu kizuri, kinafanya bandari yetu ionekane ni bandari ambayo ina mzigo wa kwenda na kurudi. Ndio maana tunaonekana bandari bora, lakini ni kwa sababu watu wamesacrifice. Lakini pia kama nilivyosema, watu wamechukua mikopo mikubwa. Unajua unapokwenda kulisumbua lori ambalo mtu amewekeza zaidi ya shilingi milioni 400 kulifanya liwe barabarani, kwa sababu ukiona lori ni zaidi ya milioni 400, mzigo dereva anaobeba mzigo wa dola 500 600 anabeba kwenye gari. Kwa hiyo hakuna haja ya kusumbuana, tunapaswa kukaa na kuzungumza. Lakini pia sio swala la kutiana umaskini. Watu wamewekeza kwa jasho na damu kuhakikisha sekta imefika hapa. Miaka 10 15 iliyopita sekta yetu ya usafirishaji ilikuwa ina magari used majority, lakini leo watu wamejitahidi, wanachukua risk, wanakwenda kukopa ili kuiheshimisha bandari yetu, lakini kuheshimisha wasafirishaji kutoka Tanzania. Na ndio maana tumeendelea kuongeza volume ya mzigo. Tulikuwa na target ya kufikisha mizigo tani milioni 30 mwaka 2030, lakini tumeshafikisha hiyo target kabla ya kufika muda huo. Ni kwa sababu tunafanya vizuri. Tungekuwa tunafanya vibaya, wadau wanaotumia bandari yetu wasingekuja kwenye bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nawaomba sana viongozi wote wa halmashauri zote, kuanzia Tunduma, halmashauri za Temeke, manispaa ya Ilala na sehemu zingine zote, lakini pia na viongozi wakuu wetu wa mikoa, tu waangalifu. Tunapotaka kuengage wasafirishaji, tunazo association hizi, tupitie mazungumzo kupitia association, tukubaliane ili hawa wadau
wasijione kwamba wao kama hawapendi kwenye nchi hii, maana sekta ya usafirishaji inaona kama inabaguliwa. Kwenye kila jambo wao hawathaminiwi, lakini yet kufanya bandari mpaka ilivyofika hapa leo, hata kama kesho tutakwenda kuwa na SGR, lakini mpaka bandari ilivyofika hapa mpaka leo ni kwa sababu wadau wa usafirishaji wamefanya kazi ya ziada kuhakikisha mizigo inapita kwenye bandari yetu, lakini pia kuhakikisha tunawafikishia wateja mizigo kwa wakati na kwa usalama. Na ndio maana watu wanapenda kutumia bandari yetu ya Dar es Salaam, na ndio maana mzigo unaongezeka. Lakini tukianza hizi tibua wawekezaji hawa ni rahisi, mtu anaweza kesho akaenda akahamia Zambia, akahamia Rwanda. Umeona, hatutaki tufike huko, lakini pia hatutaki kuwa kwenye sekta ambayo inakuwa na migomo kila wakati. Umeona, mimi ni mtu ambaye ni muumini wa kutokuamini kwenye migomo, lakini mnatupikisha mahali kwamba mnatupitisha kwenye njia ngumu. Hatuwezi kuwa tunaamka kila siku kero ni zile, lakini pia kunakuwa na usumbufu. Mimi naamini kuwa na bandari katika wilaya ya Temeke ni fursa, na ninaamini pia ni wajibu wa serikali. Ukienda nchi zingine zote duniani, parking ni fursa. Kwa hiyo hizi halmashauri zinatakiwa zitafute maeneo kuegesha magari. Umeona, wawachaji watu hela, sisi tuko tayari, au watupe eneo, sisi tuko tayari kulinunua eneo, tuko tayari kuwekeza, lakini sio kupeana hizi kero. Na ukiangalia katika jiji letu la Dar es Salaam, sio kwamba magari ni mengi, ni kwamba mimi nawaambia leo, mwaka juzi tuliregister magari 21,000. Takwimu za leo tuna zaidi ya magari 50,000, tunaelekea 60,000. Kwa hiyo fursa zimeongezeka. Sasa watu, fursa zikiongezeka, tusianze kufanya kama ni laana. Magari yatakuwa mengi tu kama hatuongezi miundombinu. Nilikuwa naambia juzi ndugu zangu wa serikalini, Mandela Road ambayo ni greatest port access road, yani kutoka bandari ya Dar es Salaam lazima utumie Mandela Road kutoka katika eneo letu la bandari ya Dar es Salaam. Barabara ile ilijengwa labda miaka ya 60 huko. Umeona? Ndio ilivyojengwa. Ilijengwa wakati uwezo wa kutoa magari bandarini labda ni magari 15 au 10 kwa siku. Kwa mwezi magari labda 800. Leo tunavyozungumza tunatoa gari 1600 kwa siku. Sasa uwezo kusema miundombinu ile iweze kuhudumia ongezeko hili la watu. Influx ni kubwa, watu wameongezeka. Watu walikuwa milioni 20 wakati tunapewa uhuru nchi si milioni 8. Leo tuna watu milioni 70. Kwa hiyo vitu hivi lazima tujue kwa upana wake. Kwa hiyo lazima tujue kwamba ni wakati muafaka wa kuhakikisha na sisi tunaongeza miundombinu yetu. Lakini lingine pia ni hili la mizani zetu za wenzetu wa TANROADS. Ingaje ni wapongeze watu wa TANROADS, tumekuwa na mahusiano mazuri sana. Lakini hapa katikati tunaanza kuona tena ndugu zetu wa TANROADS mahusiano yanalegalega. Magari yanakamatwa. Sisi tulishasema, unajua mizani hizi za kwetu zinahitaji kufanywa calibration kila wakati. Sasa haiwezekani unapima mzani mmoja, ukipima mkese ukaenda kupima mzani unaofuata kuwe na variation kubwa. Kushakuwa na variation ni issue ya calibration. Kwa hiyo sisi tunaomba wenzetu wa TANROADS, kumekuwa na malalamiko mengi sana kwenye mizani ile ya Iringa na mizani ya Mikumi kwamba calibration haziko sawa. Kwa hiyo kumekuwa na kila magari yanasimamishwa na usumbufu umekuwa mkubwa. Tunaomba sana ndugu zetu wa TANROADS waliangalia hilo jambo. Lakini pia lingine ni ndugu zetu wa LATRA. Sehemu ya LATRA tumelalamika na tumejaribu kumuona Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mpaka sasa kwa kusikitika kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu tumepeleka barua ya kuomba kukutana naye ili tuweze kumueleza changamoto yetu, hatujajibiwa. Lakini pia hatujajua kitu gani kinaendelea. Lakini kwenye swala la LATRA imeongezeka kwa zaidi ya 400%. Umeona? Sisi tunapenda kweli wenzetu wanahitaji kupeleka gawio serikalini, waonekana wametoa gawio, lakini haiwezi kuwa to the expenses ya watu ambao wamekopa, watu ambao wana mikopo mikubwa lakini wanatoa ajira kubwa, lakini pia wanachangia kikamilifu kwenye pato letu la taifa. Kwa hiyo tunatamani sana kukaa na kufanya engagement. Hatukubaliani na ongezeko hilo. Tunaona wanachama wetu wanaonewa kwa kulipa ongezeko hilo. Halina justification. Unajua sisi tunasema mimi nikilipa insurance leo ninakuwa na ile comfort zone kwamba nikipata gari langu ajali. Lakini kwa LATRA sio kwamba wao ni regulator. Sasa ikizikani regulator unachaji una gharama kubwa hata kuliko watu wa insurance. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunahitaji kukaa na kuzungumza nao. Tumefanya engagement na watu wa LATRA lakini tunaona kwamba hatupati mwafaka. Lingine ni kwa Wizara ya Mambo ya Nje. Pia na wenyewe tumejaribu ku engage. Sisi tunafanya biashara na wenzetu wa SADC. Umeona? Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya biashara na wenzetu wa SADC kuna mambo ambayo tunaona upande wa Zambia ambayo tunaona hatutendewi au tunatendewa ndivyo sivyo. Kwa hiyo tunahitaji kuona kwamba tupate dialogue ya kutosha.
Na kwenye hili ni muhimu sana kwa sababu kama mnavyofahamu, 30% mpaka 40% ya mizigo yetu inakuja kwenye bandari ya Dar es Salaam lazima ipite Tunduma na kwenda Zambia. Kwa Zambia ni wadau wakubwa wa bandari. Tulifikiri kwamba hatuna haja ya kuwa na confrontation, tunafikiri ni mambo ambayo yanaweza kumalizika kupitia dialogue au kupitia mazungumzo. Lakini lingine ambalo niwarudishe na nyinyi waandishi wa habari mtusaidie kwa kweli. Mimi niwaambie tu, hakuna ajira rahisi kama ajira ya dereva. Ndio ajira pekee nchi hii mtu aombi CV yake. Aambiwe lete CV, asijue asumbuliwe hivi. Unajua kuendesha gari, kaa pale, anatestiwa, amepata ajira. Sasa lakini pia ukienda Kariakoo, tunaona maduka ya vipuri yanavyoongezeka. Tunaona spare zinavyoongezeka. Ukienda kwenye sheli mafuta yanavyonunuliwa. Ukienda kwenye maduka ya matairi, ili ongezeko lot linalotokea ni kwa sababu Watanzania kwa roho nyeupe wameamua kuungana na serikali yao na kuwekeza. Kuwekeza maana yake ni unakwenda benki, unakopa. Ukiona mtu anaagiza gari 200, hakuna mtu anakuwa na hela kuagiza gari 200 au gari 300 kwa mara moja. Ni kwamba anakwenda benki, anachukua mkopo na anatakiwa alirudishe ule mkopo. Sasa kunapokuwa na hivi vitu vidogo vidogo ambavyo vinakuwa kero, kwa kweli inawavunja watu moyo, lakini pia inawasikitisha watu ambao wanaona kabisa kwa nia njema wameamua kuiunga mkono serikali yao, lakini wameamua kwa nia njema kuhakikisha kwamba wanafanya uwekezaji. Miaka ya nyuma hapo kidogo tulikuwa na changamoto. Tanzania hawa wengi walikuwa wanakwenda Zambia wananunua magari, wanakwenda Rwanda wananunua magari, wanafungua makampuni kule, na sisi tukajenga chuki au tukasema sio sawa wa Tanzania, lakini tunawarudisha tena watu kule kwenye fikra hizo, bora wakawekeze sehemu nyingine kuliko kuwekeza hapa, kwa sababu kero kila siku, kila kucha kuna jambo hili, kuna jambo lile. Kwa hiyo ni rai yangu kuona kwamba wenzetu wanaotoa maelekezo ya kukamata wanaofikiri kwamba malori hayana thamani au wanafikiri kwamba uwekezaji huu hauna tija, ni rai yangu kuomba sana kwamba lazima tuweze kujenga tabia ya kuvumiliana, lakini kuhakikisha kwamba tunatambua uwekezaji ambao umefanywa, lakini na pia uchangiaji wa hawa watu kwenye pato la taifa. Lakini zaidi tu ya ajira, lakini kuna vitu vingi. Watu wanalipa SDL, watu wanalipa kodi. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Lakini pia kama nilivyosema, tusifikishwe mahali tuseme tupake haya malori, kwa sababu kwa kweli tunakoelekea, kwa mara ya kwanza toka 2008 sijawahi kuona tunaelekea kwenye kugoma kama sasa. Na mimi naona si sawa, lakini kama ndivyo ambavyo itatakiwa tufanye ili kuweza kupata hizi stahiki au kuona tunapata kuheshimika fulani, tutafika kufanya hivyo. Tutawaambia wanachama wayapaki malori kwa sababu inaonekana labda ndio serikali inataka hivyo, au inaonekana kuna baadhi ya watu wanataka hivyo. Kwa kweli mimi niseme kwamba tumesikitishwa sana na tabia ya kukamata malori, lakini pia tunasikitishwa na utaratibu wa kwenda kuwavamia madereva na kung'oa plate number kwenye malori. Sio sawa. Kwa vyote vile tunaamini kwamba engagement inatakiwa kufanyika. Wanapokuja na mizigo wanaisaidia bandari yetu, wanaondoka na mizigo wanaisaidia bandari yetu. Kabla ya kumsaidia mtu yoyote, tunaisaidia bandari. Na bandari nafikiri katika wakusanyaji wakubwa kwa TRA bandari ipo. Sasa bandari haiwezi kukusanya kama malori hayatembei. Kwa hiyo mimi ni waombe sana wenzetu walioko serikalini, tuwe na subira na kuweza kuvumiliana. Sio kosa la msafirishaji kwamba hatuna miundombinu. Umeona kama nilivyosema, gari linatoka bandarini likitoka bandarini mpaka lifike kona ya Ubungo, gari linachukua masaa 8 mpaka 10 kwa wakati mwingine wakati wa foleni. Sasa kosa la driver liko wapi? Ni kosa la miundombinu yetu kwamba leo tulikuwa na lane 4 na lane 4. Umeona, au kuwe na alternative ya kutoka bandari. Sasa na malori kama nilivyosema lazima yaongezeke. Leo Watanzania wako zaidi ya milioni 70. Umeona? Sasa kwenye miundombinu ile iliyokuwepo miaka 40 iliyopita sio sawa. Lazima mjue watu wameongezeka, mahitaji yanaongezeka. Wao watu wanaojenga nyumba ni wengi. Kwa hiyo wanahitaji vifaa, lazima vifaa vitoke huko nje ya nchi hivi. Lakini pia tunalima. Wengine pia migodi imeongezeka, wanahitaji mahali pa kupeleka mizigo yao au bidhaa zao kwa watumiaji wengine huko duniani. Lazima watumie bandari yetu. Kwa hiyo mimi niwaombe sana. Hatuna haja ya kutengeneza taharuki. Taharuki ambayo imetengenezwa leo sio sawa, na sisi kama chama cha wamiliki wa malori tunapinga kwa ukali wote kwamba hatuwezi kuvumilia jambo hili na hayo mengine ambayo nimeyasema. Ni muda mwafaka sasa serikali kufanya engagement na sisi, otherwise sisi tuko tayari kuyapaki haya malori.
au tuko tayari kuwaomba wenzetu, kwa engage wenzetu tukafanya biashara kutokea sehemu nyingine, tukafanya ongezeko la malori. Lakini tunaona kama fursa, hatujaona kama ni changamoto. Kama nilivyosema, unajua bandari leo imeleta, Mheshimiwa Rais amepambana, ametuletea 2 biggest port operator. Tunaye Adani na tunaye DP World. Hawa ni port operator wazuri duniani. Kwa hiyo kumekuwa na efficiency bandarini. Maana yake nini? Mzigo umeongezeka. Kama nilivyowaambia kwamba tulikuwa tunatarajia kuwa na tani milioni 30 katika kipindi cha ilikuwa toka 2024 mpaka 2030. Sawa? Lakini tumeshafika hizo target kabla ya ule muda. Sasa efficiency imeongezeka na mzigo umeongezeka. Kwa hiyo maana yake ni, maana yake lazima kuwe na malori zaidi ya mpaka leo mnafahamu kwamba 90% ya mizigo yote inatoka bandarini inategemea malori. Sasa kwa hiyo kumeongezeka, mzigo umeongezeka na malori lazima afanye yaongezeke. Sasa tumekubaliana, tulikuwa tukikubaliana kwamba kunatakiwa kutafutwa parking za kutosha. Umeona? Kwa sababu tunaweza kuhamisha bandari kutoka wilaya ya Temeke. Tungekuwepo tungeipeleka Bagamoyo au tungehamisha sehemu nyingine au tungesogeza sijui wapi. Lakini hatuwezi kuhamisha, bandari iko Temeke. Umeona? Na malori lazima yafike Temeke kuchukua mzigo. Lakini pia bahati nzuri tunapokwenda huko nchi za watu tunarudi na mzigo. Bandari yoyote yenye sifa duniani ni ile bandari ambayo ina uhakika na mzigo wa kwenda na kutoka. Na bandari inakuwa na gharama ndogo. Sasa malori lazima yarudi na mzigo. Mzigo huwezi kwenda, mzigo unaotakiwa kuondoka na poti ya Dar es Salaam wewe ukaenda kushusha Kibao Morogoro. Haiwezekani. Unafanya double handling, unaongeza gharama. Kwa hiyo mzigo lazima ufike Temeke. Sasa gari linapokuwa limepaki kusubiri, kama tunaona magari yamekuwa mengi kwenye eneo fulani, tunatakiwa tutafute parking ili na watu wengine wajenge biashara ya parking. Ni fursa hiyo. Kwa hiyo tulikuwa katika mtafakari huo, sio utafakari wa kuanza kuwakamata malori.